Ahlan wa sahlan mpenzi mtazamaji, na karibu katika Sports Arena ambapo tunakuambia ni nyingine safi sana ambayo inaitwa Sports Arena Finalist ndani ya runinga ya Kishazi. Kumbuka langu jina ni Prince Oscar Mwalimu na kuanga hapa kila siku ya Jumamosi mwendo wa saa 8 hadi mwendo wa saa 10 huko machweo, nikiwa na ndugu zangu hapa Humphrey Nyabuto na Patel, ambao kwa sababu siwezekana sababu ya weather hivi mambo imeharibika, mvua inanyesha siku nzima, sasa imesababisha wao kufika wakati huu. Moja kwa moja bila shaka tunaanza kuambia kwamba Kishazi TV ndio nyumba ya spoti, na pia kumbuka fika pale comment section kuambia tupatie ukiwa wapi ungependa tuzungumzie yepi na yepi ungependa tunapendelea yepi kufanya katika runinga yetu kipendacho ya Kishazi. Nikikwambia vile tunavyoanza kuchambua masuala ya sport, tunaanza hapa nchini Kenya, tunafika pale ugaibu, tunafika Kenya Premier League, tunaenda pale pia tunafika English Premier League, World Cup, Premier League, transfer news, mambo mengi tu ambayo tunakuletea katika runinga ya Kishazi. Na leo hivi kwanza tuanze kushukuru sana Kongole Ferdinand Omanyala win jana the Kip Keino classic race of 100 meters race ambayo alimaliza kwa sekunde 9 ambao alikuja record sana, manake alikuwa mtu wa kwanza, mchezaji wa kwanza nchini Kenya, mwanariadha wa kwanza nchini Kenya kimbia chini ya sekunde 10. Alivunja record sana bingwa wetu Omanyala. Tunamwombea mema, tunamwombea na kuendelea na michezo yake ya riadha, najua atarepresent vizuri sana kwa nje. Na bila shaka katika Kenya Premier League mambo si vile, mambo jua nake mambo imegeuka teletele. Ukiangalia pale FC Leopard walipata kichapo wiki jana ambapo walipigwa na Kenyan Police. Kenya Police walifika Ingwe wakampiga mabao ambayo ilikuwa haikuwa rahisi sana huyu bwana FC Leopard kupigwa, na hapo ndipo walipigwa ikaleta shida sana pale kwa jedwali. Tulikuwa tunatambua kwamba ikiwin hiyo game itakuwa pale juu ya jedwali, lakini mpaka hivi sasa Gor Mahia bado wanaongoza pale katika jedwali ya Kenya, ambapo pia hapo siku ya Jumapili walitoka sare ya 0-0 na Bandari FC, na pia Tusker walipigwa na Mara Sugar. Coastal Rangers wakapata wakadraw pia na Bidco United. Hiyo ndio masuala ya spoti ambazo tunaendelea hapa nchini Kenya. Tunakuletea moja kwa moja ya runinga ya Kishazi. Kumbuka leo kuna Kariobangi Sharks ambao wanacheza na Murang'a Team hapo kwa manufaa mwekezaji, napenda wekeze Kariobangi Sharks. FC Bomet pia wanapatana na Sofapaka hapo kesho Jumapili, ambapo itakuwa mwendo wa saa 8 hapo atakuwa anacheza ambao ni early kickoff hapo, na Sofapaka watafanya maneno yao. Kakamega Homeboys kumbuka hapo Jumapili wako na KCB ambao pia watacheza kesho, na pia FC Leopard mechi ambayo ni kubwa sana, shemeji derby ambayo itafanyika kesho, ambayo ni FC Leopard dhidi ya Gor Mahia. Pia hapo watacheza hapo kesho Jumapili mwendo wa saa 9 kamili. Friday Sofapaka pia watacheza mechi yao na dhidi ya Mathare United. Hizo tu baadhi ya mechi za Kenya ambazo zinaendelea Premier League, Kenya Premier League. Na pia usiposahau kwamba wanadada wetu ambao ni Harambee Starlets walicharazwa pale katika fainali ya FIFA World Cup ambao walicharazwa na Australia. Australia ilipata ushindi ya 2 kupiga Harambee Starlets 2-0. Mechi ambayo ilikuwa njema sana, bali ilikuwa na shida kidogo tu, ambapo defense iko imemakanika vizuri hivi ndiposa wakapata ushindi wale wa Australia. Na kuvuka vile kumbuka hapo wiki iliyopita mechi zilikuwa nzito sana, mechi ambayo ilikuwa imevuka Premier League. Premier League mechi zilikuwa nzito sana hapo weekend. Kwanza nikizungumzia nikichambua ile mechi ambayo ilikuwa
Arsenal dhidi ya Manchester City, ambapo Arsenal walicharazwa bao 2-1. Kumbuka tu wana Man City walimkalia sana huyu Arsenal, maanake hata bao ambao walifungwa ya kipekee ilikuwa bao ambao ilikuwa katika tatizo la Donnarumma, ambao walizika tu kidogo na kusababisha bao ambao Kai Havertz akapata bao yake ya kwanza ya msimu. Na pia mechi hiyo ilikuwa mechi ambayo ilikuwa mechi ya kuamua nani atabeba ligi. Wengi ambao mnafuatilia mechi najua mechi kama ilikuwa njema sana, muhimu sana katika mashabiki wa Manchester City. Pia vile vile wana Manchester United pia walipata ushindi wao pale na kuzidi kuwa pale katika riadha ya kufika ligi kuu bara Afrika. Na pia mechi ambayo ilishangaza watu sana, mechi ambao Chelsea walipigwa vibaya sana, waliadhibiwa vibaya sana na Brighton ambao walimwadhibu bao 3-0. Na pia kumbuka kwamba Chelsea wamepigwa katika mechi zao 5 za Premier League, ambapo wamepigwa na clean sheet, ambao wamepigwa kwa sare, wamepigwa bao bila au hata kufunga hata bao hata tu moja pekee yake, ambayo imezua mambo mengi sana mtandaoni. Pia ikaleta shida, ambapo nilipata kwamba hiyo kocha wa Chelsea ambaye anaitwa Liam Rossini, ambao pia imepiga rekodi sana, kocha ambaye ametolewa chini ya miezi 2. Ilishangaza sana, maanake haikuwa rahisi ni kocha mkubwa kama huyo kumolewa mamlakani chini ya miezi 2. Alipokuja alianza na timu ilianza kuwa bora sana, lakini walipocheza pale ligi ya bara Afrika, ligi bara Afrika ambayo ilikuwa dhidi ya PSG, ambapo walifunga bao 8 kwa jumla dhidi ya PSG, walifunga bao 8 kwa 2. Hapo ndipo Chelsea ilianza kurudi chini na ikarudi chini kabisa. Na hivi sasa nasikia kwamba wanaleta kocha ambaye anaitwa Hernandez ambaye anatoka huko Hispania. Najua mambo yatakuwa vyema sana, atashika morale vile Carrick alivyoshika pale Manchester United. Ndugu yangu, kumbuka mashabiki wote wa Kishazi, tunakuambia hapa ni Idhaa ya Soka. Tunakuambia Kishazi TV informs, inspires and entertains, na zote tunakuletea hapa siku ya Jumamosi. Fika pale comment section niambie unafuatilia ukiwa wapi na mambo yatakuwa bambam. Kumbuka leo kuna mechi ambazo zinachezwa, mechi ni tofauti. Kumbuka kuna FA Cup pale ambao ni semifinal pale Wembley Stadium, ambapo Manchester City leo wanacheza na Southampton. Kwa manufaa mwekezaji, unavyojua Southampton huko katika mechi zao za Champions League wamekuwa 20 unbeaten run, ukihesabu pia ile ambao walimpiga pale Arsenal kwa quarter final. Na kumbe kwa mechi itakuwa nzito sana, maana wanapatana leo na Manchester City pale Wembley. Najua mambo itakuwa nzuri sana pale, utajua kweli ukakamavu uko wapi. Kumbuka Manchester City wako na tatizo pale ya midfield, ambapo Rodri alipata pale injury. Najua kwamba hapo wata replace na Nico Gonzalez, ambao pia anakuanga bora sana pale midfield wakati ambao ni Nico Gonzalez. Kwa manufaa mwekezaji, tunakwambia wekea Manchester City kichwa. Mechi ambayo pia itafuata, mechi kubwa ya leo, mechi ambayo itaamua kweli. Unajua sasa hii kila mechi, kila game ya Premier League is a final for Manchester City Arsenal. Kumbuka Arsenal leo wako nyumbani dhidi ya Newcastle United. Na venye tulivyoona timu ya Arsenal, mechi zao 2 zilizoisha wamecharazwa pale na Bournemouth, wamecharazwa na Manchester City. Naweza kusema kwamba Arsenal pale kati bado iko na tatizo, na pia pale defense bado hajamkinika vizuri, na pia attacking pia mara hii attacking pia imereduce. Naona leo wanaweza toka jiji kama sare, ama pia wanaweza siondelee Arsenal, maanake ni City, bali ukiangalia vyema sana Arsenal finishing power yao imerudi chini sana, na Newcastle wanaweza mshangaza sana leo wamekuja vyema sana. Nakumbuka pia Newcastle
wamelost mechi zao mingi sana, wanaweza amua leo ndivyo wapate ushindi, manake mechi ni ngumu sana. Kwa manufaa mwekezaji tunakwambia wekea Newcastle kichwa ama weka GG, mambo yatakuwa bambam. Kumbuka pia mechi inaendelea sasa, Fulham dhidi ya Aston Villa first half. Hii mambo inavyoendelea, tunajua hapo maybe Fulham tunapata ushindi, manake Aston Villa mara hii bado iko chini, bado inalegea. Hivyo ndivyo ilivyo, mpenzi mtazamaji. Na pia mechi ambayo itakuwa kubwa sana ni mechi ambayo itakuwa hapo kesho, mechi ambayo itakuwa Leeds dhidi ya Chelsea. Kumbuka hiyo ni mechi kubwa, manake ni FA Cup ambayo ni semi final. Hapo pia unajua kwamba Leeds wamemekanika vizuri sana kwa mechi ambazo wamecheza mwisho pale ambapo wamedraw mechi ya mwisho na Bournemouth, mechi ambayo ilishangaza wengi sana. Dakika za mwisho wanapata kusawazisha pale bao ambapo ikawatoa dhidi ya points zaidi ya 10, alama zaidi ya 10 pale kwenda relegation. Leeds pia imekanika vyema sana. Leeds nakwambia kwamba Chelsea wasipomakinika vyema, labda Leeds wanaweza pata ushindi. Kwa mwekezaji hapo unaweza weka GG, manake mechi itakuwa nzito sana. Crystal Palace pia kumbuka leo wanampatana pale na Liverpool. Kumbuka huyu Crystal Palace amemzoea sana Liverpool. Hapo unaweza sema GG, na Crystal Palace pia mara hii ya mwisho anaweza kulegea hajakuwa vyema sana, weka GG kama Liverpool ambao pia wameamuka sana, watawekea kichwa. Na pia West Ham wanampatana pale na Everton. Kumbuka West Ham sio vyema sana, wako bora sana ukilinganisha na Everton. Hapo unaekea moja kwa moja Everton kichwa, ready wekee kichwa. Mpenzi mtazamaji, ukiangalia katika golikipa bora unapata kwamba Raya bado anajiti pale bao 15 kwa karibu na Donnarumma ambao ako na clean sheet. Tunasema clean sheet si hata bao, clean sheet ambao ni 13. Baadhi ya zao zitachambua na wenzangu pia kwa bamba. Hivi ni kusomea jedwali ya nchini Kenya. Tunakwambia Gor Mahia bado wanaongoza pale na alama 58, wakifuata karibu na FC Leopard ambao wako na alama ya 55. Tukiangalia pale katika English Premier League, kabla Arsenal bado hajacheza mechi ya leo dhidi ya Newcastle, napata kwamba Manchester City wanaongoza pale katika jedwali. Kumbuka wanaongoza tu na ushindi ambao waliopata pale kwa goals, hiyo winning wanaongeza pale na alama 66, na lakini katika alama wamesawazisha, alama ni 70 wote, pia goal difference na kushana pale kwa 37. Hizo tu baadhi ya mechi ambazo tunazoangalia, na pia katika kwa Golden Boot race napata Haaland bado pale anaongoza pale bao 23 kwa karibu Igo Thiago ambao kuna 21. Hizo tu baadhi ya sport tunakuambia tamati. Tunafika tamati ya kipindi chetu cha soka ambao ni Sports Arena Finalist ndani ya Kishazi TV. Kumbuka ifuatilie katika mtandao zote, Kishazi TV kila mahali, sambaza uze hadi ifike Kanaani. Tunakwambia inshallah tukutane tena wakati mwingine. Asante sana, inshallah.